Inapofika nyakati za usiku, basi unapaswa kuyaepuka mambo haya. Moja, usifungue mlango kwa mtu usiyemjua. Usiku ni rahisi watu wabaya kujificha gizani, hivyo hakikisha unajua nani kabla ya kufungua. 2, usitembee peke yako maeneo yasiyo na watu. Maeneo ya giza na kimya yanaweza kuwa hatari kwa sababu ya wahalifu. 3, usijibu simu za namba usizozijua mara moja. Baadhi ya watu hutumia simu za usiku kufanya utapeli au kukuogopesha. 4, usionyeshe pesa au vitu vya thamani hadharani. Usiku watu wanaweza kukuona kama lengo rahisi la wizi. 5, usitumie headphones ukiwa unatembea barabarani. Unaweza usisikie hatari au mtu anayekufuata. 6, usipande gari la mtu usiyemjua. Hata kama anaonekana rafiki, inaweza kuwa hatari. 7, usikae nje sana bila sababu. Watu wachache huwa nje usiku, hivyo hatari inaweza kuwa kubwa. 8, usitembee ukiwa unatumia simu muda wote. Unaweza usione kinachotokea karibu yako. 9, usifungue dirisha kwa mtu anayegonga usiku. Kwanza hakikisha ni nani na kwa nini yupo hapo. 10, usiondoke nyumbani bila kumwambia mtu. Ni muhimu mtu ajue ulipo ikiwa kitu kitatokea. 11, usichukue vitu vilivyotupwa barabarani. Baadhi vinaweza kuwa hatari au vimetegwa. 12, usifuate watu usiowajua. Inaweza kukupeleka sehemu hatari. 13, usisimame sehemu moja kwa muda mrefu gizani. Inaweza kuvutia watu wenye nia mbaya. 14, usitembee kwenye njia za mkato zisizo na mwanga. Njia hizi mara nyingi huwa hatari. 15, usifungue geti bila kuangalia nje. Ni bora kuhakikisha mazingira ni salama. 16, usimwamini mtu anayekuomba msaada wa ajabu usiku. Wengine hutumia mbinu hiyo kukudanganya. 17, usihifadhi vitu vya thamani karibu na dirisha. Watu wanaweza kuviona kutoka nje. 18, usibaki peke yako maeneo ya giza sana. Jaribu kuwa na watu au mwanga karibu. 19, usizime taa zote nje ya nyumba. Mwanga husaidia kupunguza hatari. 20, usisahau kufunga milango na madirisha. Hii ni njia rahisi ya kujilinda. 21, usikubali kunywa kitu kutoka kwa mtu usiyemjua. Inaweza kuwa na madhara. 22, usikimbilie kufungua mlango baada ya kusikia kelele. Kwanza angalia au sikiliza vizuri. 23, usitembee ukiwa umelewa sana. Hali hiyo hupunguza uwezo wa kujilinda. 24, usikae kwenye gari la mtu bila kujua anakokwenda. Ni muhimu kujua safari yako. 25, usitumie njia za porini au vichochoroni. Hizi mara nyingi hazina usalama. 26, usiondoke kwenye kundi la watu ukiwa sehemu mpya. Ni salama zaidi kubaki karibu na wengine. 27, usionyeshe mahali unapoishi kwa watu usiowajua. Hii inaweza kuhatarisha usalama wako. 28, usisahau kubeba simu yenye chaji. Inaweza kusaidia kuwasiliana wakati wa dharura. 29, usipuuzie hisia zako za tahadhari. Kama unahisi hatari, ondoka eneo hilo. 10, usikae nje hadi kuchelewa sana bila sababu. Ni bora kurudi nyumbani mapema kwa usalama. Hadithi ya Sarah, mwanamke wa miaka 32, aliyeishi peke yake katika jumba dogo la ghorofa moja huko Brighton, Uingereza, mwaka 2017. Sarah alikuwa mkarimu wa shule za watoto wadogo, lakini alikuwa na tahadhari ya kawaida kuhusu usiku. Hata hivyo, usiku moja ulibadilisha maisha yake. Ilikuwa ni Jumatano usiku, karibu na 11:30. Hali ya hewa ilikuwa baridi na mvua kidogo ilinyesha, ikifanya barabara kuwa yenye giza na wingi wa kelele za mvua. Sarah alikuwa ameketi kwenye sofa yake, akitazama televisheni, akisikia tu kelele za mvua na magari barabarani. Kisha, ghafla, kulikuwa na mguso wa kengele ya mlango. Hii ilimfanya awe na wasiwasi. Alitumia kioo cha mlango wake kuona nje, lakini hakumuona mtu yoyote. Hakuna ishara ya mkono au sura yoyote. Kwa kuwa alikuwa mtu anayejali usalama wake, alikosa kufungua, akidhani ni magari yanayopita au mtoto anayepotea barabarani.
Baada ya dakika chache, kengele ikapiga tena, sasa kwa nguvu zaidi. Sara aliona sehemu ya sura ikitokea kupitia kidirisha kidogo cha mlango. Mtu huyo alikuwa mwanaume aliyejifunika kwa koti jeusi na kofia. Uso wake haukuonekana wazi. Sara alihisi moyo wake ukidunda, lakini ghafla alikumbuka hadithi za majirani zake kuhusu wizi usiku na uliamua kutojibu. Hata hivyo, kulikuwa na hatari nyingine. Mlango ulifungwa kwa kifaa kidogo kilichoonekana kifupi, lakini mwanaume huyo alianza kutumia nguvu kujaribu kufungua mlango. Kwa macho yake, Sara aliona kifaa cha silaha kinapokelewa kidogo kutoka mfuko wake wa koti. Katika hali ya kutisha, aliita polisi mara moja. Wakati huo, mwanaume huyo alishtuka na kutoroka. Polisi walipowasili, waligundua kuwa mwanaume huyo alikuwa mhalifu anayejulikana kwa wizi wa majumbani na alikuwa amefuatilia Sara kwa muda. Alikuwa na rekodi ya kuvamia nyumba peke usiku na mara nyingi anajaribu kuingia kwa nguvu au kuigiza kwa anahitaji msaada. Polisi walimshikilia na kuzuia uharibifu wowote zaidi. Sara, baada ya tukio hilo, alijifunza somo kubwa. Hata ikiwa unafikiri mlango wako uko salama, kutojibu wageni usiku ni hatua ya uangalizi wa maisha yako. Tukio hili lilimshughulisha kiakili, akapata msaada wa kitabia na alihamisha baadhi ya hatua za usalama nyumbani: kamera zisizo na waya, kengele za sauti na mfuko wa tahadhari wa usiku. Tukio hili linaonyesha wazi, usiku ni wakati ambapo hatari za ajabu zinaweza kutokea, na kuchukua tahadhari ndogo kama kutojibu mlango, kutumia kioo cha mlango au simu polisi inaweza kuokoa maisha. Leo ya kwetu ni hayo tu. Tunatumai umejifunza kitu.